Na mpenzi mtazamaji, tuko katika hali ya funga katika tamasha hili la Master Guides Convention 2026, na natumai ya kwamba Master Guides ambao waliweza kuhudhuria mkutano huu wameweza kujifunza mambo mengi, lakini tutakuwa tukizungumza na baadhi yao kuweza kupata experiences zao zimekuwa vipi, na sasa kuelekea hapo mbeleni mambo yanakuwa kuaje. Lakini kwanza tumekuwa na mmoja wa komanda wao, atatueleza jina kamili au title kamili ni ipi, ambaye amekuwa akifanya mambo kadha wa kadha hapa katika hali ya kuweza kuwa command hawa Master Guides katika marching. Naye jina lake ni Bigford. Bigford, ujambo? Si jambo. Yes. Yeah. Hebu tueleze, wajua tumeweza kufurahia sana na najua kwamba watu wengi wanafurahia mambo ya marching. Yeah. Sijui marching contribution yake katika Master Guides na club ya Pathfinders na Adventurers, contribution yake huwa ni ipi haswa? Asante. Hii marching imetusaidia sana. Ukiangalia club ya Adventurers na Pathfinder inafunza watoto wetu, inawasaidia kuwa na heshima, pia inawasaidia waweze kuwa alert at all times. So ni kitu ambayo inasaidia watoto wetu kuweza kukua, na pia tunaambiwa wakati ambapo tutaenda mbinguni pia kuna vile tutaenda na mpangilio fulani. So hiyo yote tunawafunza mapema. Kwa hivyo ni kuweza kuwafundisha kuwa na mpangilio katika maisha yao katika kila swala. Yeah. Na sasa katika tamasha hili, kongamano hili la Master Guides 2026 Convention, sijui wewe una rate success yake kuwa vipi? Okay, nikirate kwa upande wa drill and marching, haikukuwa rahisi kwa sababu huu ndio wakati ambapo tumepatana na zile entities 11 ambayo zina form union yetu ya East Kenya Union, ambayo kuwaleta pamoja na kufanya harmonization haikukuwa kitu rahisi. Lakini tunashukuru Mungu, tulijaribu mahali ambapo tuliweza, ili sisi kama EKUC tuweze kuwa na harmonization, tuweze kuwa na style moja ambayo ukienda entities among the EKUC utapata wana match ile style moja. Kumaanisha ni mara ya kwanza mmekutana kama EKUC Master Guides wote? Okay, si mara ya kwanza. Kuna wakati ambapo hii ni ya tatu. Kuna wakati ambapo tulikuwa nayo, tulikuja hapa pia, lakini sasa unajua watu wanabadilika, na huwa tunachukua muda ndio tuweze kupatana tena kwa pamoja. Lakini ni ombi langu kwa uongozi wetu, wataweza kutupangia sisi kama parade marshals tuweze kupatana ili tuweze kufanya harmonization. Ndio wakati ambapo tutarudi kwa makanisa yetu, hatutakuwa na styles mingi ambazo hazileti utukufu. Yeah. Na nimeona katika zile styles ambazo mnafanya pia kumekuwa na a lot of marching ambayo ni kuonyesha styles, wengine wana fimbo wanazungusha na mambo kama yale siku ya jana. Sijui hiyo ni mojawapo ya njia ambazo mnazitumia ama vipi? Ama ni madoido tu? Okay, unajua wakati ambapo unakuja kwa drill and ceremonies, tuko na kitu inaitwa basic drill, ambayo hii basic drill ni ile ambayo Adventurers na Pathfinder wanafanya, ambayo ni right turn, left turn, like it is all about the turnings. Pia tuko na advanced. Hii advanced ni ile ambayo Adventurers hawezi fanya lakini Pathfinder wanaweza fanya. Sasa kuna hii ingine ya tatu ambayo tunaita fancy drill, na hiyo fancy drill ni ile unapata kikundi inajikusanya ili waweze kufanya drill yao, na unapata wanafanya mambo mengi ambayo hakuna mwenye anawacommand. They do silent drill. Kwa hivyo inawasaidia kupiga mahesabu, lakini kidogo tunaona kama watu wameegemea kwa fancy drill ambayo imeleta mtazamo tofauti, ambayo we are not encouraging that. We are encouraging watoto wetu waweze kustick on the basic and advanced drill. Yes. Kwa hivyo mnaweka mikakati kuhakikisha ya kwamba yale yanatendeka. Yeah, vile tumekuwa hapa tukiwa na the parade marshal ambayo wamesimamia the 11 entities, tumeongea tukaamua ni vizuri tuweze kukua na document moja na resolution ambayo tuliweza kuona kwa drill and marching, ambayo tunatumia drill manual yetu, ambayo itatusaidia pia wakati ambapo wanarudi mahali ambapo watakuwa
hawatakuwa wanafanya mambo hayo. Yeah. Asante. Na kuna moja ambao pia tulikuwa tukijiuliza maswali kama wana kamera hapa nyuma, kupanga bendera. Mlizungumzia mambo mengi ya jinsi ya kupandisha bendera, kushukisha na mambo kama yale, lakini nimeona mkizipanga mkononi mnapozishukisha. Je, ina umuhimu upi na katika shughuli nzima? Okay, unajua wakati ambapo tunakuja kwa mambo na drill and ceremonies, tuko na mwongozo ambayo inatuongoza jinsi tunafanya vitu vyetu. Na ndiposa wakati ambapo tunaanza kuweka bendera juu, tunaanza na national flag tukienda paka kwa the club flags. Na wakati ambapo pia tunazishusha chini, tunaanza from the club flags tukienda pale. Then tukimaliza, kuna vile manual inatuambia that ile flag haistahili kuguza chini. So wale watu ambao ulikuwa unaona walikuwa pale kando, hawa watu tunawaita flag bearers. Walikuwa wanasaidia huyu mwenye ana lower the flag. Akimaliza kuloa, wanamsaidia kufunga. Wakimaliza kufunga, aneka kwa mkono yake ndo ili isiweze kuguza chini. Na ukiangalia walikuwa na mpangilio fulani. Walikuwa wanaanza na Adventurous, Pathfinder, wanakuja Eastern African, then wanamalizia the national flag. So iko na utaratibu upo. Yeah. Asante, tunashukuru sana, kazi nzuri ambayo mnazidi kuifanya. Asante. Labda uweze kutujulisha jina tena, jina full na pali ambapo natokea. Asante. Kwa majina naitwa Elder Bickford Omoro Nyakundi na kanisa langu ni Seventh Day Adventist Church Nakuru West kutoka kule Nakuru. Asante sana, tunashukuru na mweze kubarikiwa zaidi. Mtazamaji, ni mambo ambayo yamekuwa yakiendelea hapa na tumeweza kufaidika na mambo mengi haswa, na hawa wana master guides wameweza kujifunza mambo mengi sana katika sehemu hii. Natumai ya kwamba wameweza kufaidika na watazidi kufaidika wanapoenda kuwafundisha watoto wale wao Adventurers na Pathfinders. Na katika pitapita zangu nimeweza kutana pia na wale ambao ndio sasa wameanza kujiunga na kundi hili la master guides. Na ina dada mmoja hapa ambaye nataka aweze kunikaribia hapa ili tuweze kuzungumza mambo kadhaa. Hujambo dada, tueleze jina ni nani na unatokea wapi? Kwa majina ni Rose Finzari Mwaniki from Newport SDA, Riruta District. Riruta, Nairobi. Yes. Hebu tueleze ulijiunga lini na Master Guides? I am currently 9 weeks old. Yes, so very 9 weeks old. Yes. Kwa hivyo hiyo ni miezi miwili na wiki moja. Yes. Hebu weza kutueleza experiences yako imekuwaje na Master Guides tangu ulipojiunga? My experience has been quite good. I have learned quite a lot that I didn't know about, from Bible truth to church heritage. All that, I was blank about it. I was a church goer. Yes. And why did you decide to come to this convention now? To this convention, I needed to learn more about Master Guide. I needed to learn more about what I'm getting myself into, and I needed to learn more about Christ. Yes. So how is your experience? How has it been for the 3 days? My experience has been awesome, quite awesome. It was very interesting. Wow. It is very nice seeing young, beautiful ladies in Christ and young, handsome men in Christ to the oldest of women and men in Christ. It is quite encouraging and interesting. And what is your expectation going forward? My expectation going forward is that we hold more conventions like this to sensitize the others about Master Guide and for us to know what we're going to teach our children. Yeah, we just don't go teach blindly. All right. Yes. Wow, thank you very much. We appreciate. May welcome. God bless you. Thank you so much. Yeah, thank you very much. Na mtazamaji, imekuwa ni shughuli ambayo ni ya kufana zaidi. Na unajua katika convention hii, kongamano hili haswa, kumekuwa na mambo mengi na waliohudhuria ni wengi kutoka sehemu tofauti katika East Kenya Union Conference. Wengine wametokea West Kenya Union Conference kutoka kule Kitale, na kuna wale pia ambao wameweza kutoka nje ya nchi. Katika nchi jirani yetu hapa Uganda, kuna wale ambao wameweza kuhudhuria, walikuwa takriban watu 10 hivi, na nina mmoja wao ambao anajiunga nasi. Na sasa huyu hapa, welcome brother. Yeah, this is our brother all the way from Uganda. Welcome brother. What's your name and where do you come from exactly, the church, the district in Uganda? Okay. Yes. My name's Pastor Enoch Akande. You are a pastor? Yes. All right, yes, great. I'm pastor. I come from Uganda and I'm a chaplain to young Christian volunteers. So the young Christians, this welfare society, which is governing schools and hospitals,
back then in Uganda. So I'm happy to be part of this convention. You are a master guide also? Yes, I am All a right. master guide. Oh, I am a wow, master great. guide. And yeah, I can see your coat, and really, you know, everything cluttered around you on your coat. Tell us about this. Is this about experience, or what is it about? Yes, well, this is all about the experience and we've had. Personally, I've been in youth ministry for some good years because I started being in the youth ministry when I was still little. That was in primary 2. I remember in primary 2 I graduated with a friend class in primary 2, and before that I was in Adventurer, and I went through all the Adventurer classes by then. So this is really right part from of- when you were a child. Yes, Up to this time. up to this time. How many years are you now? Approximately. Yes, I'm 35. 35 years old. Wow, it's quite an Yeah, experience. I've grown. So you I've have been grown. collecting all these. What are they called? These are pins Pins. and some patches. They are part of the requirement in master guides and adventurers. No, this is it is a honor in Pathfinder. When you go into honor booklet, you'll find a honor which is called a pin trading honor. Yes. So pin trading honor. It started sometime back in 1970s. That is when it was introduced by the General Conference. And being a pin trading honor, the purpose of this honor, it was about Pathfinders creating friends and interact with others. Yes. So that's why the General Conference thought about it, and they thought it's very important to have Pathfinders go into pin trading. Yes, because each time we do pin trading, we not only get friends, Yes. but we share experiences With others. with others. All right, all right. So it means you've attended more conventions than others. That's why you have all this. You've traded all these pins. Yes, Different well- countries, different places. Yes, well, I already admit Yes. that I've attended conventions, Pathfinder conventions, Master Guide conventions, and even local training camporees and the international camporees. Wow. Wow, So that's each great. camporee I do attend, I receive a pin, I collect from there, Yes. and then I share with my colleagues. All right. Wow, that's great. Now that you have attended several of them, and you have managed to attend our EKUC convention, Master Guides 2026, how do you rate it compared with others? The success of this convention? Well, I would say this has been a success. It has been successful, and given that Master Guides need such programs at least once in a while, whereby they get freshen up, they get to know what they are supposed to do, such that all Master Guides are on the same page. You know, what hurts most is finding a Master Guide, let's say in this union, is different from a Master Guide from the other union. Why you may find that even the dressing code is different, yet we Yes. are all Master Guides. So when we harmonize this and we come up with at least one single voice, whereby the dressing code for Master Guides, it is the Same, same, uniform. and when the placement of insignias and the pins are done rightly, you'll find that even our Pathfinders are going to come up, are going to be trained well, Yes. and they will dress a complete uniform, Yes. and even the training will be the same training. Wow. So that keeps the quality of the youth ministry. Yeah, a good standard. Yeah, we appreciate on a scale of 1 to 10. Yes. How do you rate the success here? Okay. Yes, I'll give it a 5. A 5? Yes. That's average. Yes. So we need that's to work harder. 50%. Wow. Thank you. Yes, very well, I have much. to give it 50%. Yes. Because of just some few Yeah, things. there are some But few that is things given that we need to work on. Yeah, given that this place we are just building it. Yes, yes. Which is a good campsite. Yes. Yes, You loved it? it's You really loved nice. the place? Yes, I've loved the place. Yes, and Masai Mara is just near here, where you can also visit. It's It a is. good place for tourism. Yeah, It is not near, though. It is strategically located. yeah, strategically located. Yes, given the places like the other year I was in Zimbabwe, Yes. in Green City for South Indian Ocean Division Camporee, and they have a place like this. Wow.
However, it is they've worked on it. It is having facilities. It's having accommodations. It's the washrooms and other things. Everything is on site. So, given the site which is just being coming up, yeah, for the site, I'm giving it 100%. And I'm happy for the conference, the union. Thanks for this organization. Thanks for the arrangements. We really appreciate. We've learned a lot from the arrangements and the organization. Yeah, we have a lot to take back at home. Thank you very much. We appreciate our greetings to our brothers and sisters all the way in Uganda. Yeah, God's blessings. Amen. Yeah, thank you and safe travel back home. Amen. Thank you very much. May the Lord bless you. Amen. Thank you. Thank you. Mtazamaji, ni hafla ambayo imekuwa ni ya kufana zaidi, na kando yangu kuna watu wengi ambao pia wanataka kuzungumza na kuweza kutueleza, je, wameona mambo yamekuwa vipi, wamenufaika kwa njia ipi, labda experience yao imekuwa vipi katika sehemu hii. Na nina dada mmoja hapa ambaye nataka kuzungumza naye. Labda tuanze kwa karibu na mimi hapa. Utueleze jina lako, unaitwa nani na unatokea wapi? Kwa majina naitwa Josephine Nyatichi. Natoka kanisa la Sabato ambalo linaitwa Ronkai Central SDA. Ronkai Central kule Kajiado. Na club changu Pathfinder Club kinaitwa Royal Eagle Club. Kiko kwa YouTube. Ndiyo. Na nimefurahia siku ya leo tumeweza kumaliza mkutano wetu ambao tumeweza kufurahia sana na tumeweza kujifunza mambo mengi. Na pia ningependa kumshukuru kiongozi wetu ambaye president wetu ambaye ni Kennedy Onchana. Pia na kiongozi wetu wa vijana ambaye ni Paul Mageto, ambaye ametuwezesha kujua mambo mengi na kutuhimiza na kutufunza kwa njia mingi. Na tumeweza kujifunza mengi. Na wewe haswa, nini ambacho kimeweza kufurahisha katika convention hii, kongamano hili ya 2026 la Master Guides? Mojalapo siku hii ya leo na ambapo tumeweza kumaliza convention hii, kuna ile mipangilio ambayo tungependa kuona kiwanja hiki ambacho kitakuwa kimoja katika nchi ya Afrika mzima kiweze kuwa ni kiwanja ambacho ni cha kimataifa, ambacho tunanuia tukiweza kukitayarisha ili kiweze hata watu kutoka nchi wanaweza kuja hapa, kiweze kuwa kimoja ambacho kitakuwa cha kipekee hapa Afrika. Yes. Na sasa unapoondoka hapa kurejea nyumbani kuwafunza pathfinders wako na adventurers, una yepi mageni ya kuweza kuwafundisha, ama una tumainia kwamba ni kipi ambacho umeweza kukipata ambacho kitaweza kunufaisha mafundisho yako kwao? Kwa kweli ningesema mengi tumejifunza, lakini moja la kusisitiza kwa wanafunzi wangu, kuna ile ambacho tumejifunza leo ambacho ni kusoma Biblia. Na ambacho kama Wasabato ni kuweza kujua zaidi Biblia na kuweza kueneza nchi na hata katika mataifa ya mbali. Asante sana, tunashukuru. Na labda jambo la mwisho unataka kulisema kabla tuweze kumaliza? La mwisho ni kuwashukuru, umeweza kuwa nasi hadi wakati huu, na ningeweza kuwashukuru ambao wote tumeshiriki katika convention hii na ambao watasafiri siku ya leo, na hadi wakati mwingine tutakapokuwa na kipindi kingine na convention nyingine mwaka ujao. Naweza kusema ni asante na Mungu awabariki. Na kuna Campori mwaka ujao ya Union tutaweza kuhudhuria? Yes, tutahudhuria na ambayo tunakusudia itakuwa mahali hapa. Na ndio sababu tunasema ya kwamba sisi kama Master Guide tunataka tukibadili kiwanja hiki kiweze kukua cha hali ya juu na kiweze kupendeza na kuwa na facilities ambazo zitawezesha watoto wetu ili wanapokuja hapo waweze kufurahia. Na tunanuia kuangalia ya kwamba hata nchi za mbali, hata Amerika wanaweza kuja hapa na kuweza kufurahia. Kushiriki na sisi na asante sana. Nashukuru sana, uzidi kuwabarikiwa, wasalimu wana Ronkai. Asante sana. Na mtazamaji, sasa ningeweza tulikuwa katika sehemu hii katika hali ya coverage yetu, basi tumeweza kuwa na vijana ambao wamekuwa wakitusaidia kazi hapa katika kamera, na sasa ningependa waweze kukaribia hapa waweze kutueleza mambo kadhaa. Labda tu nianze kwa jina, unaitwa nani, kutoka wapi? Kwa majina naitwa Edward na nimetoka
sehemu za ENF. Kanisa ni Riverview SDA Church. Hiyo ni East Nairobi Field. Riverside. Riverview SDA Church. Okay. Tumefurahia sana. Asante. Labda tujue pia jina lako na unatokea wapi? Mimi jina langu ni Daniel Abuga, nimetoka kanisa Riverview ENF Field. Na sasa wajua, tuliweza kuingia hapa na mara moja nikaona mmeweza kuanza kukaribia tulipokuwa, na hata mmeweza kutusaidia kazi mingi hata katika kamera. Nini ambacho kimeweza kuwavutia? Naam, kilichotuvutia ni kuwa sisi, jambo la kwanza, cinema fans wa Hope Channel Kenya. Tunawachingi katika runinga pia sasa, alafu tuko na passion ya kufanya recording pia ikaweza kuvutia zaidi. Na pale kanisani, je, mnafanya recording, streaming ya church services na mambo kama yale? Naam, tumeanzia recording katika kanisa letu. Hata kama kanisa ni ndogo, tunajaribu ili tuweze kuwa mojawapo ya makanisa ambayo yanafanya live streaming. Tumeanzia majuzi hivi, na pia tunaendelea kujikaza na kukakamua ili tuwezeshe. Sasa pale kanisani kuna viongozi, sijui wanawapatia nafasi mzuri, mnafurahia jinsi ambavyo mnahusiana na wao na kwamba mnaona wana appreciate talanta zenyu na kile ambacho mnataka kukifanya? Naam, wanatusaidia. Pia wamenunua hata kamera. Wamenunua kamera aina gani? Tuko na Camon. Okay. So, sasa tunaanza kidogo mnapiga picha hivi live kidogo. Na mambo yanaenda vizuri. Muna watu wengi ambao wako katika timu yenyu pale kanisani? Watu si wengi, tumeanzia tukiwa wachache ili ndo tuweze kuwasilisha kanisa mzima. Okay. Na pia pale mmeweza kupata mafundisho labda kutoka kwa watu kadhaa ambao wana experience hii ili kuweza kujua kwamba mtafanyaje pale? Naam. Una wakati ambapo tunatembea katika mikutano kubwa kama hizi, tunajihusisha na watu kama nyinyi ili tuweze kupata experience ambayo itatusaidia ili tukifika pale nyumbani tuweze kuboresha live streaming ambayo tunaifanya kule kanisani. Asante sana. Labda neno la mwisho tunapomalizia. Neno la mwisho ni kuambia watazamaji wasikose kampori inayokuja Novemba huu mwaka. Kampori ya kina nani haswa? Ni ya Pathfinders. Ya territory EKUC. Okay. EKUC itakuwa mwaka ujao natumainia. Mwaka huu ni South Kajiado Field. Yes. Asante sana. Basi tunashukuru, mzidi kubarikiwa kwa kazi nzuri. Asante sana. Mtazamaji, imekuwa ni shughuli ambayo ni nzuri, na haswa kuna kiongozi ambaye nilitaka tuweze kutana naye, mchungaji Kathurima Kiengo. Ninamsubiri ili aweze kuja, aweze kuzungumza nasi na kutueleza maswala kadhaa tuweze kufunga na yeye kuhusiana na swala zima la kongamano hili la Master Guides Convention 2026. Lakini kitu ambacho nimeweza kushuhudia ni ya kwamba imekuwa ni kongamano ambalo ni la kufana zaidi. Wengi wameweza kufurahia. Nimeweza kuona wakati ambapo nahusiana na wengine hapa, wameweza kunieleza mambo mengi ya kwamba kongamano hili limeweza kuwa la manufaa sana katika maisha yao. Kwetu tunatumainia ya kwamba watazidi kubarikiwa, ya kwamba watazidi kufanya mambo ambayo ni mazuri na makuu katika makanisa yao, hasa katika kuweza kuwafundisha watoto wetu wa adventurers na watoto wa pathfinders. Basi nikiweza kumpata mchungaji Kathurima Kiengo, tutakuwa tukizungumza naye ataweza kutueleza maswala yake na hasa kuangalia kwamba success ya mkutano huu imekuwa ni ya namna vipi. Mungu aweze kubariki. Tazidi kujia kwako na mchungaji Kathurima, kisha tuweze kuhitimisha. Barikiwa sana. Na mtazamaji, pia tumekuwa na viongozi katika sehemu hii, na aliyetuleta hapa haswa ni kiongozi mchungaji Kathurima Kiengo.
Karibu sana mchungaji. Nashukuru Hebu tuweze sana. kuanza kwa wewe ni director wa nini na mkutano huu mlianza kuupanga lini na basi imekuwa kwaje? Mimi ni director wa idara ya vijana katika East Kenya Union Conference. Kwa hivyo vijana ni kuanzia adventurer kutoka miaka 4 hadi 9, Pathfinder miaka 10 hadi 15 na the senior youth ambao ni kuanzia miaka 16 mpaka 30. Mkutano huu na sasa mchungaji, unajua nina mmoja ambaye ni mdogo zaidi ya miaka 2. Sasa yule hayuko kwako tena. Huyo hayuko kwa club ya adventurer. Huyo ana belong to children ministry. Oh, children ministries. Yes. Okay. Hiyo ni akifikia miaka 4 anaingia sasa kwa adventurer club. Yes. Basi hebu tueleze kuhusiana na mkutano huu. Wajua tuliingia hapa siku 3 zilizopita na tumeweza kufurahia mambo mengi, tumeweza kuona mambo mengi na tumeweza kuona pia changamoto zilizokuwepo, na najua kwamba zimeweza kuwafundisha masuala moja mawili jinsi mtakavyojipanga kuendelea hapo mbeleni. Basi waliohudhuria walikuwa kama wangapi na kutoka sehemu zipi na zipi? Jambo la kwanza, mkutano huu tulianza kupanga mwaka uliopita. 2025. Mwisho wa mwaka hapo Disemba ndio wakati ambapo tulikusudia tuwe na mkutano huu. Ndiyo. Na tukaweza kuanza kufanya mipango. Waliohudhuria walikuwa nini haswa kilipelekea kwamba mkataka mkuwe na convention hii? Convention, mkutano huu wa Master Guide ni kujifundisha mambo ambayo tunahitaji tuyafanye tunapowafundisha watoto wandogo, Pathfinders na Adventurers. Ni kujikumbusha mambo ambayo tunastahili tuweze kuyafanya tunapowafundisha, na pia kuweza kufundishwa mambo ambayo yametukia mapya na mambo mengine ikiwemo mijadala na workshops, kuzungumza mipango mingine. Na miongoni mwa mipango ambayo tulikuwa tunazungumzia katika mkutano wetu ni maendeleo ama miaka ya baadaye ya shamba hili, eneo hili, mahali ambapo tuna shamba. Je, tunaweza fanya nini? Ni nini ambacho tunahitaji tuboreshe? Ni nini ambacho hakijafanyika tunaweza kukifanya ili tuweze kufikia hali ya kimataifa ya mahali ambapo tunaweza kufanya mikutano ya vijana. Mikutano kama hii. Okay, na shamba lenyewe kwanza mlisema ni ekari takriban ngapi? Takriban 136. 136. Ndio. Aha. Na sasa katika kuwa na umati kama huu mkubwa hivi, kawaida kuna changamoto. Hakuwezi kuepuka kuwa na changamoto. Ndiyo. Changamoto zipi ambazo mmeweza kuzishuhudia na labda ambazo zinawafunza kuendelea hapo mbeleni? Okay, asante. Naomba nianzie na lile swali la kwanza, waliokuja ni kama wangapi hivi na wametokea wapi? Ndiyo. Tumekuwa na takriban watu 3,700. 3,700. Na Ni wengi? Ni wengi kutoka katika entity zetu 11. Walioongoza kwa wingi ni eneo ambalo linajulikana kama East Nairobi Field, ambayo imekuwa na takriban delegates 860. Ndio. Aha, wale ni wengi kweli kweli. Na waliokuwa wa mwisho ni South Rift Valley Field, ambao walikuwa na delegates 119. Hao wengine wote wako hapo katikati hao. Aha. Kwa hivyo walikuwa wengi kiasi cha haja. Ndio, na wameweza kupitia mafundisho tofauti tofauti. Tumekuwa tukiona wazungumzaji tofauti tofauti wakizungumzia uniform, mikakati ya uongozi, na pia hiyo ambao umezungumzia maendeleo ya eneo hili, na pia mchungaji ameweza kufanya kazi nzuri ya mahubiri. Kwa hivyo wewe kama kiongozi, ndio, unaridhika na yale ambao wameweza kujifundisha? Ndio, ninaridhika na yale ambayo tumepata kujifundisha hapa kama Master Guides, na maana yatatusaidia. Ni ukweli hatujajifunza yote kwa kindani. Ndiyo. Kwa sababu ya muda haungetosha, lakini tumejifunza mambo kadhaa ambayo yatatusaidia tunapoongoza idara hizi za vijana
ambao ni wandogo, junior youth, pathfinders and adventurers. Ndio. Na sasa pale kwa changamoto, ndio, ni zipi ambazo mmeweza kuzishuhudia ambazo wajua ni nzuri, manake wakati ujao, mwaka ujao, si ndio mna Camporee? Sasa changamoto zile labda zinawasaidia ili mweze kujiandaa vizuri kabisa. Changamoto ambazo tumekuwa nazo ni nyingi. Kwa kawaida mahali palipo na watu wengi hapakosi changamoto. Na changamoto mojawapo ambayo imekuwa kubwa sana hapa ni changamoto ya maji. Maana mashini tuliyoweka wiki iliyopita kwa sababu ya umeme kuwa mwingi sana, haikuweza kuunganishwa ipige maji. Kwa hivyo ndio changamoto kubwa. Walisema kwamba ingeungua. Walisema ya kwa kwamba hivyo iko tu mpya, mashini ni mpya, haijaanza kufanya kazi. Kwa hivyo tunatarajia kwamba katika siku chache zijazo tutakapofuatilia masuala haya katika idara ya umeme na kampuni inayouza pump, tunaamini ya kwamba tutasuluhisha na itaweza kufanya kazi. Ndio. Na labda kabla niingie swali la unajua mipangilio, nimesikia kiongozi wa ECD, East Central Africa Division, akisema kwamba huenda hata wakaleta Camporee ya ECD katika eneo hili. Na wameona kwamba ni sehemu nzuri zaidi. Lakini katika hali ile ya waliojifunza hawa, wewe umeridhika? Nini ambacho haswa kimeweza kuvutia zaidi ambacho unasema hapa basi tumegonga ndipo? Mambo mengi yameniridhisha. Jambo la kwanza, mafunzo ambayo wamepokea viongozi hawa. Kuna mambo kadhaa ambayo yanakaa yakibadilika, na tunahitaji tuweze kujulishwa jinsi ambavyo yanavyokuja ili tuweze kuwa current, tuweze kuwa tunayofundisha watoto ni yale ambaye yako kwa sasa na yanayostahili. Kwa hivyo nimefurahia mafundisho na mambo mengi ambayo mahubiri ambayo tumefanyiwa na kiongozi wetu kutoka Eastern Central Division, na hata walimu wengine na wazungumzaji wengine wote wametusaidia. Hata sehemu nyingine ambayo tumesaidiwa sana ni mission ya kwamba Master Guides kazi yao si kufundisha pathfinders na adventurers peke yao. Wanaweza toka kwenda kufanya mahubiri, kufanya huduma kule nje, kufanya mahubiri na kufahamisha wengine kuhusu upendo wa Mungu. Kwa hivyo haya mambo yote yameniridhisha na naamini ya kwamba yatatusaidia kusonga kwa miaka mingine mingi ijayo. Sasa shamba ekari 136, nasikia mipango ikizungumzia kwamba mnataka kuiweka international level. Manake unajua pia eneo la East Kenya Union Conference ni kubwa na ni eneo tajika ambalo limekuwa likiongoza kwa muda mrefu. Sasa naona ya kwamba mnataka kupandisha ngazi zaidi ya kwamba tuweze kuwa na camping site ambao ni nzuri zaidi at international level. Mipango hii hebu tueleze kidogo kuhusiana nayo. Mipango hii naamini ya kwamba East Kenya ni mojawapo ya union ambazo zina camping sites. Kuna union nyingi ambazo zinatuzunguka ambazo pengine hazina camping site kama tulio nayo. Na kwa hivyo tunataka tuiboreshe zaidi. Iwapo iwe sio sisi peke yetu kutoka East Kenya tunaokuja kutumia uwanja huu kukamp. Hata wenzetu kutoka union ambazo ziko katika division yetu wanakuja kukampa hapa. Na sio unions peke yake katika ECD. Tunataka hata divisions zingine ziweze kuja na kufanya mikutano yao ya camping katika uwanja wetu. Pia tunataka kuboresha uwanja huu kiwango ya kwamba si mikutano ya kanisa peke yake ambayo inaweza kufanyika hapa. Kuna watu, kuna vikundi, kuna organizations, kuna kampuni ambazo wakati mwingine zinaendanga out na wafanyikazi na wanatafuta mahali ambapo watakamp, mahali patulivu, waweze kufanya team building na mambo mengine. Tunataka tutengeneze mahala hapa paweze kuvutia kila mmoja, iwe ni kanisani na hata nje ya kanisa, iwe ni mahala ambapo
panafaa wote ambao wanataka mahali pa kutulia nje ya mjini, mahali ambapo hakuna kelele nyingi, hewa ni safi na mazingira mazuri. Ndio tunataka tutengeneze paweze kuwa pazuri, na pia kwa sababu tuko karibu na eneo la wanyama wa pori, tunataka pia tutengeneze ili hata watalii wanapokuja kuona wanyama pori katika Masai Mara National Park and the neighboring reserves, wakipenda kuweka hema waweze kutulia. Wanatoka wanaenda wanaona wanyama, jioni wanarudi kutulia hapa. Tunataka tutengeneze paweze kuwa pazuri kiwango hicho, na kwa sababu hii ni idara ya vijana, tunataka tutengeneze mahali ambapo vijana wanaweza kuja na kuwa na uwanja wa kufanya michezo. Kwa hivyo iwe si kukampu peke yake. Vijana wanaweza kuja, the senior youth wanaweza kuja wakampa hapa na wawe na facility mahali ambapo wanaweza cheza kandanda, mahali ambapo wanaweza cheza volleyball na michezo mingine ambayo wanapenda waweze kufanya katika eneo hili. Wow, ndoto nzuri ambayo najua itaweza kutimia chini ya uongozi wa union hii na ukiongozwa pamoja na wewe. Asante sana. Sasa nimeona mmeweza kusanya mawazo yao ya wana Master Guides. Sasa kutokea hapo nini ambacho kitatendeka? Maoni ambayo tumesanya tunataka tuyaweke pamoja, yaandikwe vizuri, then tuteue team ambayo itaya digest ili yanayokaribiana ama yanayofanana yaweze kupangwa pamoja, ili tuweze kuwa na fewer items, then tuanze kutafuta hela. Maoni miradi ambayo tunataka tufanye, hela itatoka wapi? Itahitajika. Then tutafute hela itatoka wapi? Then tuanze kufanya yale ambayo ni short term, yale ambayo yanahitaji muda mfupi kuweza kutekelezwa, na kuna mengine ambayo yatahitaji muda mrefu kuweza kutekelezwa. Yote tuweze kuyapangia, tuanze kutekeleza mengine mara moja, mengine kukiwa na muda. Jinsi ambavyo muda unazidi, tuendelee kuboresha na kutengeneza na kutimiza malengo hayo. Asante sana mchungaji, tunakutakia kila laheri, kazi nzuri na kongamano limekuwa la kufana zaidi. Tunashukuru Mungu. Barikiwe sana. Mungu aweze kutukuzwa. Asante ndugu mtazamaji, basi ndivyo mambo yameweza kuwa, na tunashukuru Mungu ya kwamba tumeweza kufikia mwisho wa kongamano hili. Natumai ya kwamba pia wewe ambaye umekuwa ukitazama pale mtandaoni kwenye YouTube umeweza kubarikiwa, umeweza kufurahia, na tunaomba ya kwamba labda wakati ujao utaweza kujipanga kuweza kujiunga pamoja nasi tunapoingia katika kongamano zingine. Basi Mungu aweze kubariki hadi wakati ujao. Jina langu ni Nixon Ratemo na nina mwanadada hapa. Wait a minute before you do that. Imagine he just told us that tutakuwa ni hizo places whereby we can play. Yes, we can. I remember those days when I was a pathfinder before my teacher left. Unaona hiyo kuruka volleyball. We used to jump as you give the ball to the next person. Yes, you name the book of a Bible. So whenever they used to pass it to you, you say the name. You Genesis. say the name. Yes. Now I imagine if this thing will happen, and as master guides, we just come, they teach us that, and we come and be teaching to our children. Now you can imagine the kind of childhood these kids of ours will be having. They'll be great children. Very nice one. Very great you children. Guys, let me tell you, I'm kind of happy and a bit sad because this convention has been so short for me. 3 days. Also for some of us. It has been so short, but it was so fun. So kindly, guys, don't tune out. Keep on tuning in because there is more and a lot to come. Wow. Yours, Abigail. Wow, thank you very much. Bye. And keep tuned to EKUC Media, where you'll get updates on various issues concerning this church and other several issues. Thank you very much. My name is Nixon Ratemo.
Na mtazamaji, tukiwa katika shughuli ya kurekodi, stima iliweza kupotea, lakini hatukukosa stima, manake wana Kenya Power walikuwa wengi hapa na wameweza kujiunga nami hapa ili tuweze kuwashukuru pia kwa sababu ya kazi nzuri ambao wameweza kuitenda. Asanteni jameni, Mungu aweze kuwabariki. Asante kwa kazi nzuri ambao wameweza kuitenda. Na hapa naona dada Kapumpum ambaye amekuwa ni MC MC wetu wa Power sana, ameweza kuwa nasi. Dada, asante sana, ubarikiwe. Umefurahia event? Kabisa. Ile mic imeenda wapi ile nyingine? Umeweza kufurahia event kabisa? Nimefurahia event kabisa. Ilikuwa moja ya kufana tena sana. Na nashukuru ya kwamba haya mambo hayajawekwa mafichoni. Ndio. Yameweza kupeperushwa hewani. Hivyo basi hata kile ambacho nimepitiwa nitaweza kukifuatilia kupitia kwa juhudi za Hope Channel Kenya. Asante. Hivyo basi nashukuru sana wana Hope Channel Kenya kwa sababu ya kuhakikisha ya kwamba hatujabaki gizani, na hata wale ambao hawakuweza kufika pia watafikiwa na habari hii, na wote kwa pamoja tuandaliwe kwa ajili ya ufalme. Asante sana, asante sana, muweza kubarikiwa. Wanastima wote Kenya Power mbarikiwe sana. Asante sana. They are just there as umbrellas. Because you cannot be a master guide and stay at the church for 3 years without any investor, without any induction. It doesn't make sense. I have also seen that we have a potential to go far. Why am I saying so? I have seen that there is no legislation within which we know in our entities. I wish we could have unified it, that we have a registration so that we can go far. We can be able to do things easily in whatever we are doing. I wish also that you can be checking us in every entity what we are doing, especially on continuous assessment. Because these master guides, they are comfortable because they think there is no one who is noticing them. On the other hand, if we have continuous assessment, we'll be able to make our children to grow. That to make us also, to make them, to lead them into salvation. One more thing which I want to end with my speech is that wherever you are as a master guide, wherever you are, you want to join this ministry, it's better first you make yourself to be closer to God, to change you. On the other hand, when you are getting into this ministry, if you are thinking that you want just to wear the uniform so that people can notice you, it's better you must not join this ministry. Because if you join this ministry with those thoughts, my friend, all the blood of the pathfinders and their adventures will be on you. Amen. Thank you for the great observations. Those are our master guides. Now let's go to Jen. Jenny, karibu. Thank you for the opportunity. Thank you, our president and all the protocols observed. Kwanza, master guides. Master guides. Were we in class? Master guides. Christ. Thank you, because you are in class. You are good friends. Mimi, kwanza nashukuru sana wale the ones organized this meeting of master guides. Na ninashukuru sana. Majina yangu naitwa Jane Tom kutoka Sekef. I'm the director of children ministry in our church, which is called Ogembo. Nashukuru sana our officials who planned this master guides to meet in this side of Masai Mara. Nashukuru sana na nimefurahi sana. Kwanza mimi nashukuru sana sababu tunaendelea vizuri sana na hii master guides yetu.
in our church sisi tuko na induction na tulikuwa tushafanya induction iko in our churches mahali tunatoka Sekef tunaifanya na tunafanya vizuri. Kitu nifurahisha sana. Yani our union wanapenda watoto, wanapenda kila watoto. Mahali ingine watu hawapendi watoto. Kuna mahali watu wakisikia ni watoto wanaona sasa hiyo ni upuzi, wanapenda women ministry, wanapenda hii ya men. Lakini in our church wanapenda watoto. Hii Master Guides nimekuja huku juzi, nimemaliza only 3 years there. Nimeipenda sababu inakupea nguvu. Miaka yangu unaona mimi si mtoto, lakini vile nikivaa uniform I look young. I look very young na ninafurahia kwa hii nini. Nafurahia sana kukaa kwa hii kikundi ya Master Guides. Hivyo sasa tusiwe tu Master Guides wa kumatch, Master Guides na tusiachie huu Master Guides hapa hii dunia, tuifanye mpaka mbinguni. Yani tufanye tu hivyo, tunaonekana young. Wale wote wako hapa, we look young even though we are old. Because Yesu tunampenda na hii Master Guides. We congratulate our Hope Channel kwa kuja hapa kushuhudia hii mkutano. We congratulate you, mnafanya kazi mzuri. Na mkienda, simuende salama. May the will of God be done. Thank you. Thank you, Jen. Let's now go to Collins. The grace of God, it is so sweet. The grace of God, it is so sweet. Oh, yeah, when you sigh, no one sumono. Oh, buya, oh, buya, oh, buya, when you sigh. Amen. I think we have learned something there. Ikifika when it is something cool, tunaboeka. But ingekuwa tuntundu, even if you don't understand, you just sorry for that. I'm Collins Nyangeri from SKC, Nyanchwa Station. Okay, at my church level, I'm secretary of our club, and I'm a Sabbath school superintendent. One thing I will say, first of all, I thank God for this Father He has brought us. Sababu hatujakuwa na kesi ya mambo mingi. Another thing, hii neno Master Guide si kitu ya kufanyia mzaa wala mchezo. At least master something and have people to guide. And let them see and know that there is something you have mastered. And at least you are guiding them somewhere. Let us be role models. And our source, let it come from the Lord. Tusiwaongoze kwa fikra na mawazo yetu. Let us not put the church manual aside. If it is the drill manual aside, let us use the materials that we've been given to mentor our young people. The way we present ourselves to them matters a lot. Another thing, this club has got a lot of fights with the elders and even the church at large. So my plea is that when we go back to our churches, let us not even show them. Let them see by their own that at least now our coming here wasn't a waste. We have changed and we have something to deliver and to feed our younger leaders to come. Let us not again concentrate too much in our outlook. We want just horizontal praise,
na kustua ile tuliambiwa. Tuangalie sana, how is my leadership connected with the owner, the master who sent me to do this work. And bearing in mind from Colossians 3:23 that whatever you are doing in your church, in your club, you are not doing it for your elders, you are not doing it for your church, you are not doing it for your friend, you are doing it for the master. And he is the one who will come to fulfill his promise in Revelation 22, verse 12, I think. He's coming with the reward. Ask you a question. When he will come, which reward will I get? The energy that we've used even here, marching, drills, it shows a lot. To my marshals too. Tusiwe tunaweka drills mbele sana. That's something that prepares us to have something. Some of us, we just drill matches. Tukiona imeisha mahubiri yanaanza, we start WhatsApping, chatting in the church. Na hata ukisikia tusome verse fulani, we say our Bibles are in the phone. We don't want even to read them from the phone. It is very pity. It is very pity. Let's go back, try and change. Lastly, I'll leave you with one verse here as I conclude from Colossians 4 verse 2. It reads, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Don't forget that. Let's go, pray and watch. Isiwe tunafika hapa, we tend to be good, doing devotion, singing, but when we go back, tunarudi pale pale. May the Lord bless you in Jesus' name. Bye. Thank you. Be blessed. Thank you so much. Thank you so much. Na binti za mfalme na wasalimu wa mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kuchukua wakati huu niweze kuwashukuru kwa sababu ya kuchukua nafasi yenu, muda wenu, ili tuweze kuwa mahali hapa pamoja kwa ajili ya kujifunza zaidi Ninasema ya kwamba ninashukuru na tena nataka niwashukuru kwa sababu ya muda wenu mlichukua, mkatumia fedha zenu, mkafika hapa ili tuweze kujifunza zaidi jinsi ya kufanya kazi ya Mungu kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Ningependa niweze tukumbushane ya kwamba kazi yetu kuu ni kuelekeza watoto ili waweze kutumika kuita wengine waje katika ukombozi Bwana wetu Yesu Kristo alituletea, alitununua na akatupatia ahadi ya kwamba ameenda kutuandalia mahali. Anapoenda akatuachia jukumu. Akasema enendeni ulimwenguni kote ukawafanye kuwa wanafunzi, ukiwabatiza katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru. Anaposema ya kwamba tazama niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari.
ninaamini ya kwamba ni kazi kuu, manake unaandaa jeshi kuu ya kuleta watu kwake Kristo. Si kazi bure. Kwa hivyo ombi langu ni ya kwamba tufanye kwa uaminifu, na tutakapofanya kwa uaminifu kuna ujira. Lakini tusipofanya kwa uaminifu, basi the opposite of blessings is curse. Lakini nawashukuru, tangu muingie hapa sijaona chochote kibaya, na Mungu awabariki. Siku moja Mungu akanena na akaagiza watumishi wake katika kitabu cha Hesabu Hesabu 6:24 ninasema, Bwana akubarikie na kulinda. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Basi ningependa niweze kusema ya kwamba hata tutakapoondoka mahali hapa, Mungu awe pamoja nasi. Na ikiwa ni mapenzi yake, tuweze kufanya kazi ya kuleta wengi kwake, na pia ya kuandaa jeshi kuu ili wengi wapate kuingia katika ufalme wa mbingu. Mungu wa mbingu awabariki. Thank you, Pastor Malak Owiti from KCF, kiongozi wetu wa vijana katika field yetu hiyo ya KCF. Tunamwalika Pastor Eliakim Maeta from South Kenya Conference. Yeye ndio kiongozi wa vijana kule, na yeye atoe maoni kwa niaba ya directors. Thank you. Thank you, Pastor. Good afternoon. Hamjambo. Mara ya kwanza ninachukua hii fursa to thank my leader, Pastor Kadhurime Maingi Orekiengo. Hallelujah. Kwa kutuweka pamoja kama conference and field directors for this wonderful convention. Mnamwambia namna gani? Mungu ambariki sana. Tuna viongozi wa union ambao walikuwa pamoja nasi, na mmoja amebaki ni Pastor Daktari Ongaga, yuko pamoja nasi. Unaporudi kule union, uambie tumefurahi kama kikundi cha wana Master Guide. Mmepatia joto nzuri. May God bless you. Watu watatu ni my fellow directors. Thank you for the wonderful cooperation. Mungu awatunze na wabariki katika kazi zenu. Na watu wa mwisho ni wale ambao muliacha kazi zenu mkafunga. Kuna wenye wako na biashara, kuna wenye wangekaa na watoto wakati wa Easter, but you made it here. May God bless you. So when you go back home, may the Lord lead you, and may the Lord shower you with many blessings in Jesus' name. Hayo ndio yangu. Bwana watunze.
Thank you so much, Pastor Eliakim Maeta wa South Kenya. Kabla sijamleta kiongozi wetu wa Youth Ministries kutoka union yetu ya EKUC, na ningependa kuwashukuru sana kwa ushirikiano mliotupa katika mikutano yetu, katika arena yetu hii, na mmeonyesha heshima kubwa ambayo we will not have how much money we can pay you, but we want to thank you so much for the cooperation and the way you were listening to us when we were giving you directions. We thank you so much. Tunashukuru sana kwa ushirikiano mliotupa katika mikutano yetu, ikawa ni mikutano ya amani, mikutano mizuri, na hata wageni wetu wakasikia vizuri. Mungu awabariki kwa ushirikiano huo. Na kwa sababu hiyo tunawaombea rehema za Mwenyezi Mungu mnaporudi nyumbani. Muende salama na make sure that you implement what you got from this convention. Implement what you learned that is good. Go and implement at your church level where the children are. May God bless you so much. Na kwa sababu hiyo sasa ningependa kumuita kiongozi wetu Pastor Kathurima Kiengo ili aendelee kutoka hapa. Welcome my leader. Wapendwa, Bwana asifiwe. Mungu ni mwema na siku zote. Ingekuwa sio Bwana tungefika hapa kweli? Kwa hivyo tunamshukuru kwa sababu ya wema wake, kwa sababu ya fadhili zake, kwa sababu ya upendo wake, ni kwa neema. Tunamshukuru kwa sababu ya kutujalia kuweza kuwa hapa. Ninawashukuru nyote kwa sababu ya kuhudhuria mkutano huu. It's not very easy convincing a mature person to leave his or her place, his or her job to attend a meeting. Kwa hivyo ninawashukuru kwa sababu ya kupata nafasi ya kuja. Ninawashukuru sana kwa sababu ya ushirikiano wenu. Ninawashukuru kwa sababu ya usikivu wenu. Na naamini ya kwamba mambo ambayo tumejifundisha katika mkutano huu tutaendelea kuyatenda. Tunapokuwa na kampori zetu mwaka huu, najua ya kwamba kuna entities ambazo zina kamporis na zingine ambazo ni stations wako nazo. Mambo ambayo tumejifundisha katika mkutano huu tuweze kuyatenda. Wapendwa, kama wewe ni master guide, hakikisha kanisa unalotoka kuna club ya Pathfinder ama Adventurer. Otherwise, kama hakuna, mambo ambayo umejifundisha hapa hayakusaidii kitu. Kwa hivyo ni ombi langu ya kwamba tutafanya hivyo. Kama kamati iliyokuwa inaandaa mkutano huu, si mimi peke yangu, nilikuwa hatuna nafasi ya kuwa mwenyekiti wa kamati hiyo. Tumejaribu kadri ya uwezo wetu, lakini kama ujuavyo, shetani pia halali. Shetani anaishi kututafuta na anatutafuta sana. Tulipofika hapa, changamoto zikaja. Tumeweka pampu mpya pale wiki iliyopita, lakini hatujaweza kuitumia. Tunatarajia ya kwamba na unajua haya mambo yanafanyikanga, inaharibika wakati mkutano huko. Mkutano ukiisha, mkienda, inakuwa sawa. Sasa ninaachwa na maji hapa peke yangu, unashindwa niyafanyie nini?
Maana mtu mmoja, mimi na yule mzee tunakaanga na yeye hapa, anaitwa Samueli. Sisi wawili na maji, hata tukipewa tanki moja ya lita 10,000 hata mwezi hatuwezi maliza. Na mtasikia tu mkishaondoka mtapata habari ya kwamba ile stima ilikuwa na shida, ile pampu ilikuwa na shida mlipoondoka. As soon as mnafika Nyamira, wengine Nyamira West, wengine South Kenya, wengine KCF, wengine NECF, South Nairobi, CRVC, South Rift, hata ENF. Mkifika tu mnapiga simu kuuliza vile hali ilivyo, mnaambiwa hata ile mashini ilikuwa imekataa, sasa inafanya. Tuendelee kuombea uwanja huu, na naamini ya kwamba mapenzi ya Mungu yatafanyika. Kwa hivyo mimi na kamati yangu, mahali ambapo tulifaulu, ninawashukuru wanakamati. Mahali ambapo tulifaulu, mahali ambapo uliona we have met expectations. Najua we are in CBC. If we have met expectations, ama we are approaching expectations, ninawashukuru wanakamati. Mahali we did not meet expectations, inaitwa below expectations, approaching. Approaching expectations. Mahali ambapo we are approaching, I think huenda ni makosa yangu. Nitajaribu next time. I'll try my best. Nitajaribu tena ili na mimi nitoke kwa approaching expectations, niende angarau kwa meeting expectations. Mungu akiwa pamoja nasi, ninaamini ya kwamba tutafaulu. Kwa hivyo mahali ambapo tumewakwasa, tafadhali naomba mtusamehe. Kama hukupata maji ya kutosha, tusamehe. Kama mwangaza uliokuwa karibu na kwako haukuwa unakutosha, tafadhali tusamehe. Kama ulikwaswa na jiwa ukitembea ukaanguka, tafadhali tusamehe. Kama ulienda kutembea ukarudi ukapata campsite yenu walikula chakula ikaisha, tafadhali tusamehe. Hawakupenda, walifikiri mahali umeenda umekula sapa. Lakini tusamehe tu. Tusamehe, maana huenda ni makosa yetu, hatukuweka kengele ya kujulisha sapa ikiwa tayari, ya kwamba ifinywa watu wajue imekuwa tayari. Kwa hivyo munaweza makosa yangu na dhambi zangu ni nyingi, lakini ninashukuru, naamini ya kwamba mtanisamehe. Ni sawa. Kabla niende kwa directors wangu, sincerely I wish to thank everyone for coming for this event. Ni kwa vile sina lugha nyingine ya kueleza, na unajua Kizungu na Kiswahili are not our languages. How I wish that everyone here understood my mother tongue. I think I could express myself better in my mother tongue. Lakini hata hivyo, mimi ninaombi moja tu kwenu. Kama ufanyi kazi, Mungu akujalie uweze kupata kazi. Munaotembea miguu, Mungu awabariki na magari. Wale ambao mnaendesha pikipiki, Mungu awahamishe, awape na magari. Wale mnaishi nyumba za kukodi, Mungu awahamishe, awapeleke katika nyumba zenu. Wale mnaishi kuomba Mungu awajalie kuwa na mashamba, naomba Mungu awajalie muweze kuwa na yenu. Wale ambao mumeajiriwa, Mungu awasaidie na awajalie siku moja muweze kuwa waajiri. Wale ambao muwagonjwa, tabibu mkuu awaguze na awaponye.
Wale ambao mnakumbuka watoto wenu walio shuleni na nyumbani, Mungu aweze kuwafanikisha katika masomo yao. Na mliobarikiwa mkawa na magari na manyumba, si ndio Jehova awajalie kuwa na magari marefu marefu na manyumba makubwa makubwa, ili tunapoingia na kutoka tunasema hakika Jehova uko hai. Tunapoendesha, tunapolima, tunapouza maziwa na miwa na vitu zingine, tunasema tuna Baba yetu aliye mbinguni. Naomba Mungu aweze kuyasikia maombi yenu na kuyajibu. Sina maneno mengi ya kusema, ninaishiwa na maneno. Naomba niachie hapa. To my directors and my fellow committee members, ninashukuru sana. Pastor Mayo, ninashukuru sana kwa kazi nzuri ambayo umefanya hapa kwa jukwaa. Pastor Witi, all the way from Mombasa to this place, we are not taking it for granted. Pastor Koros kutoka Kericho, tunashukuru sana mchungaji. Pastor James Mutuma, tunashukuru sana. Mutuma comes from Nekef, and we are proud to say from Nekef, that's where tall people come from. Naamini hakuna mtu ambaye ametoka Nekef ambaye ni mfupi, hata nyinyi mnaweza ona. Lakini tunashukuru sana Pastor Mutuma kwa sababu ya kazi nzuri ambayo umefanya. Pastor Maeta Eliakim, tunashukuru kwa kazi nzuri. Amekuwa waziri wetu wa maji. Pastor Maeta amekuwa waziri wa maji, anashughulikia maroli ya maji, jinsi yanakuja saa ngapi, tripu ngapi, na nahakikisha ya kwamba yamemwagwa ili muweze kupata maji. Hata leo amenihakikishia ya kwamba kuna maji ya kutosha ya kuoga leo jioni na kesho asubuhi. Na ukioga asubuhi na uone watu wengine ni kama wameoga na bando tapu inatoa maji, tafadhali unaweza revise, unaweza rudia uoge tena, maji yaishe, maana tunamalizia. Kwa hivyo tunashukuru sana Pastor Maeta. Hata amekuja kuambia majina mengine yangu ambayo si watu wengi wanajua, lakini tunashukuru Mungu. Watu wengi wanafikiria kwamba sina jina la ubatizo, lakini ninalo. Nilibatizwa Mainge. Mainge ndilo jina langu la ubatizo. Kiengo ni jina langu. Kadholima ni langu, Kiengo ni la baba. Kwa hivyo ninashukuru Mungu. I have the most wonderful names on this planet. Mainge ni mambo mengi kama yale ya Maeta, yani mtu wa mambo mengi. Kadholima ni supervisor, na Kiengo ni mahali kulikuwa na kichaka na kikafiekwa. Sasa ninashukuru sana my fellow directors and the rest of the committee members, ninawashukuru sana. Mahali ambapo Bigford aliyekuita jina alikumachi na mwili, lakini ni sawa. Tunashukuru kwa sababu ya kazi nzuri ambayo amefanya. Wote ambao mmefanya kazi yoyote katika uwanja huu tunawashukuru sana. Our PA provider, watu wameniambia tunapokutana huko nje nyuma ya jukwaa na huko kwa tent, wameniambia Pastor, hiyo PA iko sawa. Iko sawa. Unajua ninasema polepole vile walikuwa wananiambia hiyo PA system Pastor iko sawa. Kwa hivyo tunashukuru sana. This is the first event ambayo nimeona mkutano unaanza na unaisha na hakuna speaker imekufa along the way. Hakuna mic za kutafuta. Wenzetu mlio provide this service, mubarikiwe sana.
Mungu awape nguvu na neema ili muendelee hivyo hivyo. Naamini ya kwamba nitapeana namba yenu kwa watu wengine. Ukitaka namba ya hao watu kupeana ni bure. Kupiga ndio itakugharimu airtime. Mimi nitapeana bure ili wamefanya kazi nzuri. To our Hope Channel team, Wekesa and the rest, Ratemo, tunashukuru sana. Tulitoka nao Nairobi tukaja for this event. Na sinaona ni vyema hata kuja katika mkutano huu umeonekana kwa TV. Mimi watu walikuwa wananipigia simu, ambia pastor, tunaona lesson kutoka Masai Mara. That's very good. Tunaishi kuona kwa TV. Friday tuliona live. Kwa hivyo hata kama hukusikia kitu, uliona vile lesson inafanyiangwa kwa TV. Sasa Sabato ijayo, maana utapewa sermon, maana umetoka Masai Mara, andithi katika sermon. Nitakapokutana na Bwana mbinguni kutakuaje? Unasema wacha niwape a glimpse of how heaven will be. Jinsi ambavyo uliona taa za Hope Channel zingine zikimulika kutoka hapa, zingine huko. Sasa kama hapa ni duniani na kulipendeza hivyo, na mbinguni je? So tunashukuru sana Hope Channel and the rest and all the service providers, even wale ambao walituletea viti na tents na services zingine, hata waliofanya usafi, na wote tunashukuru sana. Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki. Nimeongea mengi, naomba niachie hapo ili tuweze kumaliza. Na kwa sasa naomba nimkaribishe kiongozi wetu kutoka East Kenya Union Conference. Ninashukuru, kabla nimkaribisha kiongozi huyu, ninashukuru kwa support ambayo nimepata kutoka katika ofisi yetu. I think this is the first meeting. Huu ndio mkutano wa kwanza. Nimekuwa katika idara ya vijana kwa miaka mingi. Mimi ni mmoja wa wale tulikula maharagwe tuliopewa na mtu wa Mombasa Cement, na ndengu na sahani na kikombe na maji, ama beneficiary. Mimi ni mmoja wale ambao tulishindwa kuvumilia ile mvua ya Machakos. Mnakumbuka? Yaani kunanyesha, unasimama mpaka ngambuts inaanza kuogopa maji. I'm one of them. Na sijaona in all those meetings, katika mikutano ambayo nimeenda na Kampoli na convention, the other convention that we had in 2018, katika ile shamba lingine ambayo liko chini ya barabara, tulikuwa master guide 78. We were 78 master guides. This time we are 3,700. Hiyo si ndio ni neema ya Bwana? Kwa hivyo ninashukuru ya kwamba katika mkutano huu umefaulu, kwa sababu nimepata support ya viongozi wangu, my officers, the president, the treasurer, the associate treasurer and my fellow departmentals. Tumekuwa nao hapa na si ndio mliona walikuwa wanakaa vizuri na uniform ya adventurer na uniform ya pathfinder. Niliwaomba tu, nikawaambia tunaenda mkutano wa watu ambao ni disciplined. Unajua kuna disciplined forces in Kenya. Nikawaambia tunaenda mkutano wa watu disciplined na wanavaanga uniform, ili msionekane kama muerewi. Ili msionekane as the odd one out. Ni vizuri uvae uniform. Kumbe wengine wao ni master guides. Ni kwa vile walikosa mtu wa kuambia
rudia ile uniform yako urudi. So soon we shall be conducting an investiture, Daktari Ongaga, we shall be conducting an investiture hapo kwetu kwa union. We shall set a Sabbath ambayo tutakuwa na investiture service, na kwa sababu mimi ni mmoja wao, we shall invite someone. Tunaweza hata ita one master guide kutoka Kibera, Kibera, Lower Karen aweze kutufanyia investiture, ama tuita director mmoja kutoka South Kenya ili tuweze kuwa invested na wale ambao wana new waweze kuwa renewed. With all that, naomba nimkaribishe kiongozi wetu wa ministerial, our ministerial secretary, Daktari William Ongaga, ili aweze kutufungia mkutano. Otherwise, Mungu awalinde, awatunze. Ikimpendeza tuweze kukutana tena hapa Kampori ya mwaka ujao. Tuna kabla ya division next year 2027 tuna Kampori ya union hapa. Na wacha niwaambie, Mungu ameanza kufanya maajabu. Niliwaambia jana, inaongea polepole, maana niliwaambia mahali mutakanyanga kutakuwa kwa nani? Wengine wakapita hii fence wakakanyanga huko. Si ndio kuna wenye walivuka fence? Naongea polepole maana mwenye hii shamba ameshinda kunitafuta leo. Ni kwa sababu mulikanyanga. Mungekosa. Kwa hivyo hoping that by next year sehemu itakuwa kubwa, na kuna nyingine mulikanyanga hapa. The administration, the chief ambaye tulikuwa naye hapa ameniambia anakuja anisaidie tuweze kuonana na mwenye shamba. Kuna shamba letu liko ng'ambo na kuna shamba la mtu hapo katikati. Chief ameniambia ni mimi nitakupeleka umuone huyu mwenye shamba ambalo liko hapo katikati, maana limekanyangwa na watakatifu wa Mungu, ligeuzwe kuwa la Mungu. Kwa hivyo in the next few days and years tutakuwa na shamba kubwa sana, and Kampori yetu itakuwa hapa December 2027 ya union. Kwa hivyo mjiandae, naamini ya kwamba tutakuwa tumetengeneza vizuri. Kwa hayo mengi, wacha niachie hapo. Daktari Ongaga, karibu tafadhali. The Lord is good and all the time. Yangu hayatakuwa mengi. I want to believe Katharima hakusema meaning ya jina lake vizuri. Moja ya majina yake inamaanisha wingi. Na akishika hii mic, he doesn't want to leave it. Hata nyinyi umeona. Na sitaki kuwa mtu mfupi kama yeye. Kwa ajili watu wafupi wanaongea sana. Tonight we are coming to the end of our unique convention, incredible convention, and I want to ask you take 1 or 2 more minutes so that we can reflect what experiences that we've had for the last 3 days. Yes, there are few days, but I want to believe that each and every one of us has had an experience. Some of you have renewed old friends. Like the way he was telling us, I heard that you in Mombasa, Machakos, and meeting after a long time, ilikuwa kitu ya maana sana. Some of you have made brand new friends. And that's the meaning of this convention. And Pastor Kiengo, I won't be surprised if out of this meeting, they have exchanged numbers, and one day they will invite you to a wedding. Musiende mkato, mutuite tukule mandazi, because hiyo ndio tunapenda. So there are a lot of experiences that we've encountered in this short while that we've been together in this. Leave alone the powerful presentations that have been given from this pulpit.
And I want to believe these powerful presentations have renewed our sense of purpose. And we're not living here as we came. I want to believe, as my friend Pastor David said, all this that we've learned, we're not going to leave it here. We're going to go with it. It will impact our lives. And we're going to impact our churches where we come from. Not only our churches, but our families. Not only our families, but the communities that we come from. I want to believe when we leave this place in the morning or tonight, we're going to be different people. I want to believe that these master guides, if you have attended this convention, our churches will never be the same again. We have a bright future. I'm seeing, and this is prophecy. Our Pathfinder clubs are not going to be the same again because of this convention. I sat there and I saw our friend Mobe was struggling to give us the direction on how we dress. I want to believe when we come back here with our Pathfinders, that will be affected and we will see it in how we are going to dress our own. I want to remind you the theme of our conversion. Christ, our model in obedience. As we have modeled our life so that we can be like Jesus, the words of Paul to Timothy in 1 Timothy 4:12 says that, don't let anyone look down on you because you are young. You know, sometimes master guides, you think that you'll not impact or bring a change or make an impact in your church because you're just a master guide. Don't allow that to happen. But because Christ is our model, and we have accepted that, he says, let us now set an example. As we are living here, we are living here with the words of Paul in 1 Corinthians 11:1. Imitate me, because I have already modeled my life with Jesus Christ. You know, we're going to live a life in such that if everybody lives like us, all of us will go to heaven. Paul says, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. With these few remarks, officially on behalf of the leadership, I want to declare this convention officially closed. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. We'll stand up and then sing our two songs. That is the Adventurous song. And then we also sing the Pathfinders song. And then Pastor will pray for us. Where is Bigford? Good evening. Naomba tuimbe wimbo huo. Asante. Ninaomba tumalize huo wimbo tuimbe kwa sauti kwa sababu ndio tunafanya nini? Tunamaliza. So we are going to start with our Adventurous song, then Pathfinder song. Karibu, the Adventurous anthem.
the Pathfinder song. Asante. Let's believe and pray. Loving Lord, this evening as we stand, we have every reason to thank you. Lord, we want to thank you for the cross of Calvary. We want to thank you for Jesus Christ and the shed blood. The Lord, He has saved us, and now we are your children, Father. And as your children, we come before you, Father. Lord, we thank you for the care that you've taken for us since we stepped in this camp until today, Father. We want to thank you for the care that you've taken upon our relatives, families that we left behind, Father. Lord, we want to thank you for the facilitators who have spoken to us, Father. We want to thank you for the leadership of this church. We want to thank you for the leadership of this convention, Father. Lord, it's through them that we've learned and known and developed and grown in spirituality. Dear Lord, we know that you like blessing your children, Father. This evening, we come before you, Father. You know each and every one of us. You know our needs and wants. How we pray that you meet us at our point of needs. The Lord, you will be able to solve all the problems that we encounter in our lives, Father. We are planning to travel back to our various destinations, Lord. How we come before you, ask if your traveling mercies. And once we are alive safely, we will still glorify your name, Lord. Almighty Lord, as you are preparing many for your second coming, how we pray that we be in that great cloud that will welcome you when you appear in the skies, Lord. We long for you. We long to be with you. We long to be home, Father. Hasten your coming, Father, and prepare us to be in that great multitude, Lord. Bless each and every one of us, Father, so that we can continue glorifying you. Dear Lord, in a special way, we want to remember our country. Lord, we know that we are entering into a period of campaigns, ready for election next year. How we commit our country into your hands, Father. Guide our leaders as they speak to us, Lord. The Lord, their speech may be a speech which will continue building the nation, but not tearing it apart. So that we can continue enjoying the peace, so we can continue with the mission that you've accorded us, Lord. Bless us abundantly. Be with us throughout the night. Once we see another day in our lives, we'll still glorify your name. This is our humble prayer in the name of Jesus Christ, our Redeemer. Amen. God bless you. Salamu zetu zote kwa washiriki wenzetu. Sasa nataka tuwapigie makofi wanapoenda.